Shemtoi toka anaanza shule hapa wamelipa 200,000 tu. Wenzao wamelipa mamilioni ya fedha. Lakini yeye kalipa 200,000. 200,000 hatuwezi kuruhusu upuuzi wa namna hiyo katika shule yetu. Shemtoi, mimi nikutakie kila la heri katika maisha yako. Shule imekushinda. Siwezi kuruhusu ufanye mtihani. Ondoka. Sasa mbona unatoa macho kama bundi mwenye utapiamlo? Au unahisi kwamba nakuonea? Eti darasa namuonea huyu? Hapana. Ongeeni ukweli, namuonea huyu? Kwa sababu haiwezekani. Wazazi wa wenzako wamelipa pesa mamilioni kwa mamilioni toka wanaanza kusoma hii shule. Wewe wazazi wako wamelipa 200,000 tu. Nimewapa ofa ya wiki 3 nzima. Watafute ada ilobaki walipe, lakini hawataki kuleta zile pesa. Sasa mimi siwezi kukuvumilia. Lazima usifanye mtihani. Na siwezi kuruhusu kuona mwanafunzi yote ambaye hajalipa ada anafanya mtihani. Ondoka, toka nje. Kunyangishi. Ama kweli wahenga walikuwa mbele ya muda sana. Walivyokuwa wanasema kwamba heri umfadhili mbuzi utakunywa mchuzi. Binadamu ana mauji. Ticha, ina maana umeshahau wema wangu niliokufanyia? Ulikuwa mahututi, wewe umelala kitandani hujitambui. Mimi nimefanya manuva, umeamka umekuwa mzima kabisa wa afya. Leo hii unanifukuza darasani kwa siku moja tu iliyobaki ya kufanya mtihani? Hapana Shemtoi, haiwezekani. Wema wako hauendani kabisa na thamani ya madeni ya pesa unaodaiwa hapa. Unadaiwa pesa nyingi sana kijana. Umelipa 200,000 tu. Na wema uliofanya wewe hauzidi 100,000. Wewe unataka kulinganisha ule wema wa kuniamsha mimi kwenye usingizi mnono? Wa kuzilai tu. Unataka tukusamee madeni? Hiyo sio tiketi ya wewe kufanya mtihani bure Shemtoi. Nielewe ninachokwambia. Beba vilago vyako, ondoka darasani na kesho nisikuone kwenye darasa la mtihani. Sio kweli aisee. Sio kweli washikaji. Ticha, hebu jaribu kufumba macho yako kidogo. Si hivi nafumba? Fumbua. Nishafumbua. Umeona nini katika giza la kufumba macho? Sioni chochote kile. Haujauona mkono wa Bwana kweli? Hebu rudisha imani yako ya wema katika moyo Ticha. Mimi nimefanya kitu kikubwa sana kukuamsha wewe kwenye usingizi wa kifo. Wewe ulibaki kidogo tu ufe. Na wale madaktari walikuwa hawana ujanja tena mwingine wa kukuamsha. Yaani kilichokuwa kinatokea ni kwamba wewe labda ungekufa au ungeamka ungekuwa bubu kama Bikachala. Bikachala mwenyewe nimemsaidia vile vile. Anaongea vizuri, nimemrudisha mwalimu wako kwenye mstari. Sasa kwa nini mnashindwa kunisaidia? Mimi kufanya mtihani kwa siku ya kesho tu. Kwani kuna haribu kitu gani? Mimi nitakuja kulipa tu hizo pesa. No, big no. Nitakuwa very stupid teacher. Na siwezi kutetea unyonyaji kama huo hata siku moja. Wanafunzi wenzako wote hapo unavyoona hapo, wazazi wao wamelipa hela, wamemaliza ada yote, takriban milioni 20, ada kutoka kichekechea hadi darasa la 7. Wao wamelipa 200,000 tu. Wewe uone kwamba wewe ni unyonyaji mkubwa. Na unasema eti kirahisi tu kwamba nikusamehe. Sijui hiyo ndio tiketi iwe tiketi ya wewe kufanya mtihani kisa umeniamsha kwenye usingizi mnono. Hilo swala haliwezekani. Shemtoi, sihitaji kuzungumza sana na wewe. Kuna vitu vya kwenda kuandaa kule kwa sababu ya kesho mtihani. Naomba utoke tu darasani. Mwalimu, sisi kama wanafunzi tumeukubali unyonyaji wa Shemtoi. Tumekubali Shemtoi atunyonye, muache tu afanye mtihani. Huyo ni mwanafunzi mwenzetu na tupo naye miaka yote hiyo. Toka awali hadi saa hizi darasa la 7. Yaani tunaumia sana kumuona mwenzetu mmoja afanye mtihani kisa ada. Tuko tayari kwa lolote lile. Acha atunyonye tu, muache afanye mtihani. Maria, hebu acha kuweka wingi kwenye maneno yako bwana. Zungumza wewe kama wewe. Darasa halijasema kwamba limeukubali unyonyaji wa Shemtoi. Nani anakubali kunyonywa hapa darasani? Eti darasa mpo tayari kunyonywa na huyu bwana Shemtoi? Mko tayari kijana ambaye hajalipa ada, kalipa 200,000 tu katika miaka yote aliyosoma afanye mtihani na nyinyi? Hilo swala haliwezekani. Hata siku moja haliwezekani. Ila mwalimu ungejitahidi kufanya wema jamani. Umefanywa wema na wewe fanya wema. Nifanye wema gani kwenye kazi? Si wema huo jamani, mngemfanyia wema au mngemtafutia hata sponsor afanye tu mtihani. Kijana wa watu amehangaika sana, amepambana sana na masomo. Kweli anashindwa kufanya mtihani siku ya kesho. Na kibaya zaidi ni heri hata mngemfukuza mapema. Wakati huko darasa la 5 hivi au la 6, jamani la 7. Tena siku ya kukaribia mtihani kabisa. Mtihani kesho, mtu anafukuzwa leo jamani. Alafu weka runde. Kila siku nakwambiaga bwana, kama una mada ya msingi ya kuchangia, huna wazo la msingi, ni heri ukae kimya. Sasa wewe unalazimisha udogo afanye mtihani. Udogo unamwamini nini huyo? Udogo mwenyewe ni 0 tu, hata akifanya mtihani ni 0. Yaani hapa ni sawa sawa mnailazimisha 0 ifanye mtihani. Alafu kingine, wazazi wetu wamepigika sana sisi.
Wamepigika, wamelipa ada yote, wadaiwa hata senti 5. Alafu dogo hajalipa ada, kalipa 200,000 tutoka tunaanza kusoma. Leo mnampambania afanye mtihani. Huo si unyonyaji huo? Hilo swala haliwezekani bwana. Wewe mwanangu wewe, nilijua umejaliwa weupe wako huo ulivyoshafika hivyo hadi moyoni, kwamba moyo wako nao mweupe hivyo hivyo. Kumbe moyo umejaa kinyesi mtupu. Teacher, fanya kweli kijana atoke bana. Sisi tunataka tuanze kupanga madawati hapa. Nina haki zote za kukuzuia kuto kufanya mtihani kwa sababu this is a private school. Na watu wanawekeza pesa hapa, tunafanya biashara hii. Licha kwamba ni elimu na ni haki yako kupata elimu, lakini hii ni biashara. Kama mnaona kabisa msingeweza kumudu ada za shule, ni heri mngetafuta shule za serikali za bure. Lakini hapa tunafanya biashara na tunatoa elimu bora. Sijui umenielewa? Kwa hiyo kijana, mimi nikuombe, sepetuka, amsha popo. Sawa? Beba vilago vyako, ondoka. Na kesho chonde nisikuone kwenye chumba cha mtihani. Tena nisikuone kwenye mazingira ya shule kwa ujumla. Sio chumba cha mtihani, mazingira ya shule kwa ujumla. Kishoka kafula ufuzi wa ila ngoto kwa kagusa kule kajacha kafaa kula kafa kama kajaji bebe mtozi ile kaitosi. Narudisha uwezo na nguvu zote za Mapinda kwa kijana wangu Kitundu kwa sababu tu nataka hizi ndevu zake azihifadhi, asiende kuzinyoa. Kwa hiyo mizimu namrudishia nguvu za Mapinda mwanangu Kitundu. Hivyo afile kafula kamtoza kambia kambia kafula ufuzi wa ila mbui, kafula ufuzi wa ila mbui tayari mwanangu, hapo nguvu zako za Mapinda zimerudi kama mwanzo. Ni wewe tu kuendelea kuwasambadula. Lakini kuwa na discipline, jitahidi kuwa na nidhamu. Sio kila mtu utakayemuona tu Mapinda. Hayo ni matumizi mabaya ya nguvu. Hakikisha unazifanya hizo nguvu zitumike katika mazingira ambayo yamekushika kabisa. Umeona hapa bila Mapinda sitoboi. Hapo ndo unapaswa kutumia hizo nguvu. Sawa mwanangu? Sawa baba, mbele ya muda kabisa. Haipingi hiyo. Mimi nitajitahidi kufanya kama unavyonielekeza. Safi. Sasa hayo ndo maneno ya mwanaume ambaye kaenda jandoni katailiwa. Sio mlajoni. We mgosi wa ndima, we hukufi nula we bwawe. Mbona kwa mjinga sometime? Kumbe unaweza kuongea maneno mazuri ya busara. Kuwa na heshima hivyo mwanangu. Halafu kingine, habari njema ambayo nataka kukwambia ni kwamba kesho kuna hatihati ukafanya mtihani. Hautafanya kama mwanafunzi pamoja nao wanakuona hivi. Lakini mtihani utaufanya pasiko wao kujua. Lakini utafanya mtihani na mateko yako yatakuja vizuri, umefaulu. Na utakwenda kuendelea na masomo yako mwanangu. Sawa? Kumbe mzee wangu sometime ukituliza kichwa chako unaongea vitu vya maana vimenyooka. Yaani katika siku ambazo nakuona mzee wangu mzungu kweli, mweupe, huna shida, umenyooka kama lula ni leo. Yaani unaongea pointi tupu toka mwanzo, pointi. Umenirudishia nguvu zangu za Mapinda, halafu pia unaniambia pia mtihani nitafanya. Yaani katika jambo ambalo umenifurahisha zaidi ni kwamba umeniambia mtihani nafanya. Siamini macho yangu mimi. Nitafanya mtihani kama kawaida, nimeahidiwa na Faza. Sijui sasa ni katika mazingira gani, lakini natakiwa niamini tu kwamba kesho mtihani nafanya. Mimi ni ngangali. Mtihani utafanya mwanangu, sio na wasiwasi. Utafanya mtihani. Baba, mama, mashamba yetu Kishemvule tayari yashafika kwenye palizi. Ndio mwanangu. Mimi naishi tu ni bora niende nikapalilie miogo na tumbako. Shule ishanishinda. Nimefukuzwa shule. Unasemaje? Nimefukuzwa shule.